TV na bwansu wo mu Gusii kwarigania su murubiri ubwo Okomenya Okuya no murubiri togose niwa mange chinchira tubwenerete komenya kebo chenu byo wetanga kurwase amarire chininjo na boigo emichande yegenderete guchanda imibiri ya munyabantu nari tkoria rero ngo kwarigania chinchira ya bene keronde tukwanira igoro yogoro ire gusamarira ya gutuka ase amaino nigo ari ase umunu ase semo yumubere nari tkoria rero nigo turachuko kwanira ntubwate umunyagitari gaiga uyu ubwate ubumanyi bw'isayini iguru ya maino na nigarachi gutumanyia mange iguru ya maroire yaiga ya maino na muno chinchira cyo wetanga ne chinchira cyo kubwenwa yoko nango kwariganya beko gusanga n'intu asomurubiri w'ikomere kana ngo kwenyerebwa n'abakotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigori bori yao gosekerengera ryao nago gusanga n'intwetera se number era se screen yao gagu numero biro kugochira kera Victoria Jumatano ense ya monenusi ya mugoroba wikachi saibere ekerobono togoseni wa amangi niwo kore twasore na nche Evelyn Osero saga netwe komwere kana tete ko mwari ganyo mogeri biri Victoria rero emanyikaniere nimo na sago kore mirimo elio togendere no muri karibu sana kwenye kipindi. Asante. Unaweza fahamisha mtazamaji jina lako na mahali unafanya kazi? Kwa majina ni Daktari Sarah Bodo. Mimi ni daktari wa meno ambaye nimefanya kazi kwa miaka kama 8 hivi sasa. Ninafanya kazi katika town ya Kisii. Hospitali ambayo inajulikana kama Nova Prime Dental Clinic. Pale tunazingatia magonjwa yote ya meno, kuanzia kung'oa kwa meno, kutibu kama ni uchungu ambayo iko kwa meno, magonjwa ya ulimi, magonjwa ya mashavu ya ndani, na mengine mengi ambayo yanapatikana katika mdomo. Pia tunazingatia watu wazima na watoto pia. Karibu sana. Asante. Najua watu wengi wanaelewa meno, lakini najua kuna magonjwa mingi ya meno yenye watu hawaelewi. Lakini kwanza kabla hatujazungumzia hayo magonjwa, nataka tu kwa ufupi kidogo utueleze umuhimu wa meno katika mwili wa binadamu. Meno ni kitu cha muhimu sana ndani ya mdomo wa binadamu kwa sababu meno yanatusaidia katika kutafuna chakula. Hiyo ndio kazi ya kwanza ya meno. Kwa sababu utapata wale ambao hawana meno kutafuna inakuwa kazi sana. Inakuwa vigumu na haswa meno za upande wa nyuma. Upande wa nyuma ndio inatusaidia kutafuna chakula. Usipotafuna chakula yako vizuri, unafaa kuchukua muda kidogo wakati unatafuna, kwa sababu usipotafuna chakula vizuri ni kumaanisha utameza chakula ambayo bado haijasagika vizuri. Na usiposaga chakula ni kumaanisha tumbo yako itafanya kazi nyingi ambayo haifai kufanya. Pengine itaanza kuproduce acid nyingi kushinda vile inafaa kuwa, na utapata unaanza kupata shida ya tumbo. Pengine shida ya ulcers, shida ya kuwa na choo ngumu, unaanza kung'ang'ana wakati unaenda chooni. Kazi nyingine ya meno pia ni kwa kuongea. Wale watu ambao wamekosa meno, unapata inakuwa vigumu wao kuongea ama kutamka maneno mengine kama utapata badala ya kusema Mombasa, pengine mtu atasema Mombasa, vitima. Sasa mambo kama hayo, meno yanatusaidia kwa sababu ya kutamka na kuongea. Na mbali na hayo, meno pia inatusaidia kwa sababu ya sura. Meno inaleta sura nzuri. Kwa sababu wakati huna meno, mara nyingi utapata wale ambao hawana meno wanajaribu kujificha kidogo. Ama kama ako na meno ambayo haimfurahishi, maybe meno ambayo si meupe, unajua kuna kiwango ambacho kinakubalika cha rangi ya meno. Kuna watu ambao wako na rangi ambayo inafanana kama imechafuka. Hata kama haijachafuka, pengine ili affectiwa na maji, alafu meno ikakuwa brown. Lakini utapata ile rangi haikubaliki katika jamii. Sasa mtu
akiwa na meno ambayo si meupe vizuri, hata akiongea ama akicheka, anafunga mdomo. Anafunika mdomo. Ndio maana unapata wengi wanaogopa kuzungumza mahali kuna watu. Yes, wanaogopa kuzungumza mahali kuna watu kwa sababu maybe rangi ya meno yake haijakubalika. Ama yeye mwenyewe hajakubali, ama watu katika ile jamii hawajakubali kwamba ile ni rangi ambayo ni kawaida, ambayo mtu anafaa kuwa nayo. Nafikiri hayo sana sana ndio kazi ya meno. Kuna kazi zingine za meno, lakini hizo za kwanza ambazo nimetaja ndio kazi ambayo tunazingatia sana. Asante sana. So meno ni kitu ya muhimu sana katika mwili wa binadamu. Sasa nataka utueleze watu, kuna magonjwa venye tumesema, kuna magonjwa mengi ya meno ambayo watu wengi hawajui. Nataka utuambie yale common, yale magonjwa yenye ni common sana. Magonjwa ya meno kusema ukweli ni mengi sana. Nafikiri ndio kwa sababu hata mtu miaka zilizopita alikaa akafikiria akasema afundishe madaktari vile wanaenda kuchunga meno na kuzingatia magonjwa ya meno na kusaidia jamii. Kwa hivyo kuna magonjwa mengi zaidi, lakini kwa sasa nitazingatia magonjwa ambayo tunaiona sana. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaonekana katika sehemu fulani za nchi na kuna zingine ambazo zinaonekana katika sehemu tofauti ya nchi. Pengine kuna wale ambao hawatakuwa affected sana na ugonjwa mmoja au mwingine, lakini kuna wale watakuwa nayo nyingi. Lakini shida ya kwanza zaidi ambayo tunaona kila mahali katika nchi, whether ni nchi ya Kenya ama nchi za mbali, ni mashimo katika meno. Na mashimo katika meno yanaweza letwa kwa sababu ya vitu nyingi sana. Wengine watasema ni kuoza kwa meno, wengine watasema ni mashimo kwa meno. Ni sawa, vile unataka kuiweka ni sawa. Lakini mashimo kwa meno inategemea yameletwa na nini. Unaweza pata kuna mtu ambaye ana shimo maybe kwa jino moja, meno mbili au meno tatu au meno zote, lakini yale mashimo hayajaletwa na mazingira mabaya ya mdomo. So hayo tunayaita non-carious lesions, ambayo for example sio kuoza kwa meno. Kama wale watu ambao wako na meno ambayo si meupe sana, ndugu zetu ambao tuseme wanatoka sehemu za Nakuru, ndugu zetu kule Masaini, ndugu zetu sehemu nyingi za Kenya, maybe sehemu za Ujaluoni, na sehemu zingine nyingi, unaweza pata maji yana chumvi. Na maji yakiwa na chumvi sana, ni kwamba watu ambao wako pale, ambao wamezaliwa katika yale mazingira, watapata meno ambayo sio meupe na yana mashimo. Yale mashimo hayajaletwa kwa sababu ya kuzingatia usafi. Yameletwa kwa sababu umbo la lile jino haliko sawa, haliko kamili. Meno yako na layers tofauti. Sasa utapata ile layer ya kwanza kabisa ndio layer ambayo ina protect jino. Ni kama nguo la jino. Sasa wale watu unapata ile layer ya kwanza ambayo tunaita enamel. Enamel yao either haiko ama iko, lakini iko na hitilafu hapa na pale, hapa na pale. Sasa yale mashimo mara nyingi hayana uchungu. Na sasa kuna mashimo ambayo yanaletwa kwa sababu ya usafi. Kuzingatia mtu hazingatii usafi wa meno. Yale sasa tunayaita carious lesions. Sasa yale ni kuoza kwa meno. Wakati una mashimo kama yale ambayo yanasababishwa na kuoza kwa meno, utapata uchungu. Na tofauti ya mashimo ambayo yanaletwa na kuoza kwa meno na mashimo ambayo yanaletwa na kutooza kwa meno ni kwamba yale mashimo ambayo yanaletwa na kuoza kwa meno yanaendelea kuharibu meno. Kumaanisha kama umeonekana hospitalini leo na ukaambiwa utengeneze meno yako, ukashindwa kutengeneza, ukirudi hospitalini baada ya miezi 2, miezi 3, lile shimo litakuwa limeongezeka. Ama pengine hata lile jino litakuwa limeharibika sana. Lakini kama yule ambaye hana mashimo ambayo yamesababishwa na kuoza, akija leo hospitalini
nitapata lile shimo liko same, halibadiliki hata mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3 baadaye. Kwa sababu ile si kuoza, ya pengine ilivunjika tu kidogo, ama pengine jino lililetwa na mazingira kama ile ya maji. Yale mashimo hayaendelei kwa sababu si ugonjwa. Si ugonjwa. Na yule mtu, as long as yule mtu anasafisha meno yake kila siku, yale mashimo hayaendelei. Lakini katika hospitali zetu kile tunaona zaidi ya kwanza, ugonjwa wa kwanza zaidi ni mashimo katika meno. Kwa hivyo ninataka kuzingatia sana mashimo ambayo yanaletwa na uchafu wa meno. Mashimo ambayo yanaletwa na uchafu wa meno, hayo kusema ukweli ni kazi ya mgonjwa mwenyewe. Unafaa kuchunga meno yako. Sio daktari wa meno kuchunga meno yako. Wewe unafaa kuchunga meno yako ukiwa nyumbani. Kwamba unafaa kusugua meno asubuhi na jioni. Usilale kabla ya kusugua meno. Ni makosa sana. Ni makosa kama unalala kabla ya kusugua meno. Huwa ninasema ni kama mtu ambaye ameenda shambani. Ameenda akalima, amekuja nyumbani anataka kulala bila kuoga. Amevaa viatu zina matope, ametoa jasho mwilini, amefanana, ni mchafu. Lakini sasa akifika kwa nyumba, yeye anataka kukula hivyo na kulala. Sasa meno yako imekula tangu asubuhi. Ulikunywa uji ama ulikula mkate, ukakunywa chai, alafu ukakula lunch, ukakula sapa, ukaalikwa mahali, ukaenda, alafu usiku ukalala bila kusafisha. Asante sana daktari, naomba tuende mapumzikoni, utaendelea kutueleza zaidi. Mwanzo mwingine lina kwa iguru na mechando ye koretwa gusama rwere amaino tugendereta gukwanira ari daktari obereka gukwanira chinguro chigotoka asamaino otebire otobereka gutumanya niki koreta mono ge kwirira chinguro ichi cyatoka asamaino na kinacho tumanyia manke anaki ekero monta atwarire chinguro ichi asamaino nakibakuru oborinkore na inde naki bakuno wene umuntu yakara kwate chinguro ichi ganamenye namaina ayo asubu bwaye guseni bwako rusigu obekerwa amaina mangawe gobo numanchi muri rito basaroskare tigatranda sumutu mokomokeyo. Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagukurengera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogo nkorbo Gusii niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoryoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Ekeruta gitutu arobore muno mumuso
busubwa banto inchirane muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona naye tarigorioka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusi. Mancho murigereringo kwariga ngitogendele kuigwa mange iguru ya maroire ya maino. Karibu tena daktari. Asante. Endelea kutueleza hayo magonjwa ya meno. Tulikuwa tunaongea kuhusu mashimo katika meno ya binadamu na kitu kingine ambacho ningependa sana kuzingatia ni mashimo katika meno ya watoto. Kwa sababu ni huzuni sana, huwa inanikera moyo sana kuona watoto wadogo miaka 3 miaka 4 wanakuja katika hospitali zetu na yule mtoto ukimwangalia ana mashimo mengi sana. Nikagundua ya kwamba ni kutojua kwamba hakuna elimu ya kutosha katika jamii kuhusu vile watoto wanafaa kusafishiwa meno. Hata watoto wadogo wanakula chakula. Katika jamii zetu tunapata kuna watoto ambao wanapewa chakula hata kabla ya miezi 6. Lakini ni vizuri kuanza kulisha mtoto wako akiwa na miezi 6. Na wakati unaanza kulisha mtoto wako, pia unafaa kuanza kusafisha meno yake. Unafaa kuchukua kitambaa ambacho ni kisafi, unazungusha katika kidole chako, unaweka dawa ya meno kidogo sana. Na ikiwa una uwezo, nunua dawa ya meno ya watoto. Kwa sababu dawa ya meno ya watu wazima pengine ni kali, pengine yule mtoto anaweza kosa withstand the test. Sasa nunua dawa ya meno ya watoto, zungusha kitambaa katika kidole chako, weka kidogo sana kwa sababu yule mtoto atameza, hajui, hata tema. Alafu safisha mdomo ya mtoto wako, safisha hata kama ana meno 2, hata kama ana meno 1, jino moja, hata kama hana meno, safisha mdomo ya mtoto wako na ufanye hivyo kila siku. Akianza punde unapoanza kumlisha yule mtoto. Usingoje afike miaka 2 ama miaka 3. Normally unapata it is too late. Yule mtoto anakuja ana mashimo kwa meno zote na ana uchungu sana. Tafadhali tuzingatie mashimo katika watoto wetu. Sasa watu wengi wanakuja pia ambao wanataka kung'oa yale meno ambayo yako na mashimo. Tafadhali tuache kung'oa meno kwa sababu meno yanaweza tibiwa. Matibabu ya meno of course yanategemea unatibiwa vipi ile meno ama lile jino ambalo lina shimo, kwa sababu likitibiwa vizuri ile shida haitarudia. Lakini ikitibiwa vibaya, pole sana, kwa sababu ile shida itashinda ikikurudia. Kwa hivyo hakikisha unaenda mahali ambapo unaweza tengenezewa meno. Na kidogo ukiweza kuzungumzia hili jino liko na shimo, mnalitibu aje? Mnaongeza nini? Mnaongeza kufill ama mnafanyaje? Huwa inategemea kwa sababu wakati mtu ana shimo katika jino, huwa inategemea kiwango ya lile shimo. Mashimo mengine yako juu tu na mashimo mengine yameenda sana. Sasa ambayo yale yako juu huwa tunafanya tu kitu ambacho kinaitwa filling na mtu wako sawa siku moja na anaenda nyumbani akiwa sawa. Lakini kama imeenda ndani sana, huwa tunafanya kitu ambacho kinaitwa root canal treatment. Ni kumaanisha shida iliingia ndani ya mizizi ya meno. Sasa tunafaa kuua zile mizizi za meno ama zile nerves ambazo zinaleta uchungu, tuisafishe vizuri, alafu tunafunika, tunajenga lile jino. Na nikijaribu kuongea kuhusu magonjwa mengine, ni magonjwa ya kutoa damu.
kwa gums. Ni kitu ambacho tunaona sana. Ukitokwa na damu kwa gums, ni kumaanisha kwamba usafi wa meno yako ni kitu ambacho unafaa kuangalia vizuri. Mara nyingi unapata kuna uchafu ambayo yanatengeneza na yanakuwa ngumu kama simiti, yanaingia chini ya gums ya meno. Na yakishaingia chini ya gums kwa meno, yanafanya gums zinafura. Alafu zinaanza kutoa damu. Hata ukipitisha tu mkono, pengine unapanguza uso, unapata damu inatoka. Ukisugua meno kila siku, unapata damu inatoka. Sasa ukiwa na damu katika gums zako, ni vizuri kwenda hospitalini, zile gums zioshwe. Na kila mara tunasisitiza kwamba kila mtu aende hospitali mara moja kwa mwaka kuoshewa gums. Jaribuni tafadhali kuosha gums. Utapata hii magonjwa ya mashimo na gums zote zinaleta shida nyingine ambayo ni kunuka kwa mdomo. Hiyo pia ni ugonjwa ambayo tunaiona sana katika kliniki zetu. Ukiwa na shida ya mashimo kwa meno ama shida ya bleeding gums, utanuka mdomo. Kwa hivyo ni vizuri utembelee daktari, tutembeleeni katika kliniki zetu, tukiangalia tuone kwamba una mashimo ama una shida ya gums. Tukimaliza zile shida, ni kumaanisha hata kunuka kwa mdomo kutapotea. Ni mara mingi nimesikia watu wakisema like mtu akila vitu zina sukari nyingi uchangia sana kuleta hizi magonjwa za meno. Ni kweli? Ni kweli. Kwa sababu shida za meno mara nyingi zinaletwa na bakteria. Na bakteria yanapenda mahali penye kuna sukari. Bakteria yote iwe kama tuseme uko nayo kwa koo ama kwa mdomo. Na bakteria ni vitu ambazo tunaishi nazo kila siku. Hatuwezi toa bakteria yote katika mwili wa binadamu. Huwa tunaishi nayo. Lakini tutafanya nini kwamba hii bakteria ambayo tunaishi nayo isipite kiwango fulani? Sasa ni kumaanisha kama ni ndani ya mdomo, safisha meno yako ili upunguze bakteria. Bakteria ikipata sukari inazaana kwa sababu inakula ile sukari. Sukari ndio chakula ya bakteria. Sasa bakteria itazaana na ikiwa nyingi zaidi kwa mdomo, ndio bado sasa utaendelea kupata mashimo vizuri, kwa sababu hizi bakteria ambazo ziko ndani ya mdomo zikiwa pale na zimeshiba na ziko sawa na ni nyingi, zinatengeneza acid. Acid hata ukimwaga juu ya ngozi yako hivi kidogo ama ukimwaga kwa nguo, inachoma nguo. Kwa hivyo sasa zile bakteria ambazo ziko kwa mdomo huwa zinatengeneza acid. Na ikianza kuleta acid, that acid environment ya mdomo inatoboa mashimo. Kwa hivyo hata si bakteria wenyewe wanakula meno, ni bakteria kwamba wanatengeneza acid ambayo inaharibu meno yako, inatengeneza mashimo hapa na pale. Na unaona ni kitu ambacho itaanza leo, shimo kidogo sana, kidogo. Hata mcho wakati anataka kutengeneza nyumba yake, huwa anaanza na kidogo sana. Lakini anatengeneza nyumba inakuwa mlima. Kweli. Yes. Sasa hata ile acidity kwa meno, shimo inaanza kidogo sana. Lakini inakuwa kubwa hadi unapoteza meno yako. Wakati mwingi watu husema kwamba jinsi ya kusugua meno, ile njia unavyoweka brush yako uchangia hata kutoka kwa damu ukibrush meno. Sijui unaweza kutueleza kidogo ni jinsi gani mtu anastahili kubrush meno yake? Okay, ni kweli. Ukiwa na brush, kitu cha kwanza kabisa hakikisha brush yako sio ngumu. Kwa sababu ukitumia brush ngumu, unaharibu gums, unaharibu hata meno yenyewe. Kuna vile ukitumia brush ngumu, ni kama jaribu kuchukua msumari na mbao. Ukijaribu kusugua msumari kwa mbao, utatengeneza mtaro. Kwa sababu ile msumari ni ngumu kushinda mbao. Sasa hata ukitumia brush ambayo ni ngumu, utatengeneza mitaro katika meno yako. Pahali gums zako zinaanza kushikania meno, utatengeneza mitaro hapo. Na ukitengeneza mitaro hapo, ni kumaanisha utakuwa na sensitivity kila siku. Na
sensitivity ambayo inaletwa na ile mitaro ambayo imetengenezwa na brush ni ngumu kutibu. Kwa sababu sio mtaro moja, umetengeneza mitaro karibu katika meno yote. Kwa hivyo brush ambayo unatumia ni kitu cha maana sana. Ukinunua brush upate ile brush ni ngumu, achana nayo. Tafuta pesa ununue brush ambayo ni soft. Brush ambayo ukisugua nayo meno yako unasikia ni soft. Alafu pia wakati tunasugua meno yetu tunapenda kusugua hivi. Ukisugua meno hivi ndio unatengeneza mitaro zaidi. Unaharibu gums zako, unaharibu meno. Kwa hivyo ni vizuri kutumia na vile unashika ile brush yako. Pengine nikijaribu kuonyesha. Ukishika hivi. Kwa wale wameenda shule unajua 90 degrees. Usishike brush yako kwa meno hivi 90 degrees. Kwa sababu ukishika 90 degrees unaharibu meno yako. Na unafanya hivi. Ndio unatengeneza ile mitaro. Kwa hivyo unafaa ku tilt kidogo 45 degrees. Ni kama unainamisha brush kidogo. Kama ni meno ya juu unainamisha kidogo. Sasa vile ile brush inaingia kidogo kwa gums. Inaingia kidogo kwa gums. Alafu ni kama unapanguza. Ni kama unapanguza. Wacha hivi. Hivi sio vizuri kabisa. Lakini sisi wote tuna brush hivi. Tuna brush hivi. Hiyo wacha. Sasa unafaa kuweka 45 degrees unapanguza chini. Sasa unafanya hivyo, unachanganya na round motion. Okay? Sasa unaweza kubrush meno yako hivyo round kila siku. Alafu tena hivi round. Hapa mbele pia round. Alafu pia unaangulate brush yako, put it at an angle of 45 degrees and you bring it down. Okay? Kwa hivyo wakati una brush meno sio mkono unafanya kazi, ni this part. Unaona the wrist. So that is how you brush. Sio hivi. Unaona ni hii joint inafanya kazi. Asante sana daktari. Sababu muda umeyoyoma, tukimalizia ningependa tumezungumzia kuhusu mashimo na kutoka kwa damu kwa meno. Mtu akiwa na hii shida ni vitu gani ambavyo anastahili kuacha kutumika kama chakula ama vinywaji? Anastahili kutumia akiwa na hiyo shimo ama akiwa anatokwa damu? Kwanza kabisa kumbuka sio chakula ambayo inaleta shida kwa meno, ni usafi kwa meno. Kwa hivyo chakula zote ukitaka kukula chochote kula tu. Sio chakula ambacho kinaleta shida katika meno yetu. Kula chochote ambacho unataka. Kama unataka kula mkate, kama unataka kula sweetie ama chewing gum, lakini ukishakula nini inafuata? Sasa hata mimi napenda sana vitu vitamu. Napenda chocolate. Nikiletewa chocolate ninafurahi sana. Nitakula chocolate, nitakula vitu vitamu kama sweets, chewing gum, lakini nikishakula nitafanyaje? Nitasafisha meno yangu. Kama sweets tunahimiza kwamba kula sweets zako baada ya chakula. Sana ukiwa nyumbani kwa sababu unaweza fikia mswaki. Ukiwa kazini ufikii mswaki. Ama tuseme ukiwa shambani wapi hutafikia mswaki. Kwa hivyo kama unataka kula sweets, kama unataka kula chocolates, ama unataka kula cakes, wazungu wanaziita dessert. Wanakula baada ya chakula. Ni vizuri kula baada ya chakula, fikia mswaki wako, sugua meno. Hata ukiwa na mashimo kwa meno, unajua ukiwa na mashimo kweli unaweza sikia uchungu wakati unatumia maji baridi au chai moto au vitu kama hivyo. Lakini si chakula ambayo ina shida, ni meno yako ambayo ina shida. Zingatia na utibiwe, fanya matibabu katika meno yako na utaenjoy chakula chako vizuri. Asante sana daktari. Mwanje muri wanona kwa ivure twabere togosemi wa mange igore ya morire ya iganene yechi ngoro ichigotoka asamaino na boigo okorwa kwa manyinga asamaino. Daktari na beire ga kwerera bunani yayani ga koretwa ubwatikana no gotarenda obochenu buri bwa maina ito na bere arutumanya nere byake umuntu
muntu agotumia gusaba sibia mainaye gusigo brush mainaye arakabere aserituko mambye kero kuboka nabaigo marogo baririege kugera ritkori makwalire chindagera iryo gochiyo tarachikorara no kwenerete kwa sibia mainao iryo kurusyo go chabugori kwarara kurebya iryo gwetanga kurwase okonyora amoroirega nane no berga gotwerera nakyo muntu abwenerete gosigi gose sibi amainaye yogo no manchu murire nere bya turende obochenu bwa itobwa amaino iryo gwetanga kurwase amoroirega na mangare korende aseritkolia rero tigatora korera gaiga chinga chinde nende ninchi komo arigani togendere gukwanira mange igoro yogo chenu bwa amaino pia mana sogo chora kubana nchi wikomweri asumurubiri ubwo Okomenya Okuya endera gutwara burigere rigoro bya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii erietariane Evelyn Osero.